Je, unajua ardhi inaweza ikakupa matokeo? Nifuatilie. Mwanzo moja moja, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Pale tunafunga tena, mstari namba 2, vitu vyote vile unavyoviona vilikuwa ndani ya ardhi. Tuendelee. Sasa unapozungumza kuhusu nchi ni sawa sana kusema ardhi. Unaposoma Biblia yako, nchi ni sawasawa na ardhi. Ukisoma katika Yeremia 22:29, Biblia inasema nchi, 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 nisikie neno la Bwana. Manake maneno hayo yanaonyesha moja kwa moja una uwezo wa kusema na nchi ikakusikia. Ukienda kwenye Mwanzo 4:11, umelaaniwa katika ardhi ambayo imefungua kinywa chake kwa ajili ya kumpokea damu ya ndugu yako. Sasa hii ardhi mnayoiona yenyewe ina masikio, ina macho, ina mdomo. Kwa hiyo ina uwezo wa kusikia, ina uwezo wa kuona, ina uwezo wa kunywa. Kwa hiyo hii ardhi inaweza ikakupa matokeo kwa kuiambiwa. Lakini tukisoma kwenye ule mstari inasema kilicholaani ni ardhi, sio Mungu. Kwa hiyo unaweza ukalaaniwa na ardhi na sio Mungu. Kwa hiyo ardhi inaweza ikakukataa. Hii ardhi unatakiwa uiambie maneno, kwa sababu yenyewe wanaiweza, hata wachawi wanaiweza kwa sababu yatamkia maneno. Sasa ardhi hii lazima ubadilishe. Hata ardhi ya nyumbani kwako inene maneno, iambie wewe ardhi, hautatumiwa na wachawi katika ardhi yangu, itakusikia. Sasa ardhi ikishakukataa leo, kuna watu wanasema mimi nataka niende nje, hapa Tanzania sielewi. Ngoja niwaambie, ukishakuwa ardhi imekukataa, hata useme unasema unaenda nchi za nje, bado itakuwa vile vile. Mahali ulipo anza kuitamkia ardhi, hata unapokwenda sehemu yoyote kukubali. Kuna mtu leo anasema nabadilisha mkoa, naenda Mwanza, naenda Arusha, lakini bado akawa na hii hali ile ile ya mwanzo aliyotoka nayo. Shida ni ardhi imekukataa. Ukiendelea Biblia kusoma katika Ufunuo 21 mstari wa 1 na kuendelea, akauona mji wa Yerusalemu ukishuka, umepambwa kama bibi harusi. Biblia inaendelea kusema makazi ya Mungu pamoja na wanadamu. Anazungumzia ardhi. Kwa hiyo ardhi inafananishwa kama mwanamke ambaye ana uwezo wa kuzaa. Ile mbegu ambayo ukiweka kwenye ardhi baadaye inachipusha, maanake anazaa, ana uwezo wa kuzalisha. Kuna umuhimu, ikishakukubali ardhi, maana yake lazima ufanikiwe. Mpendwa, siku ya leo, kama chochote kilichokamata kwenye ardhi leo kikakuachia, iwe watoto wako, iwe nyumba yako, iwe chochote, leo kikakuachia katika jina la Mwana Kondoo. Na kama umependa ujumbe wetu,
basi tufollow na comment hapo, ili tuendelee kwa pamoja na kupata jumbe zingine. Amen.